Yo, what's up guys? Inakuaje hapa ndugu yenu Biax Pictures Mr. Visionary. Leo tena kwenye exclusive interview tupo na expensive boy. Anaitwa Zuma Boy. Ni bio. Yeah, inakuaje bro? Kama kawaida. Salama. Fresh. Yeah, kwanza thanks bro kwa kubali wito ijapokuwa ilikuwa rahisi kumpata mfalme. Unasemaje kwanza bro? Mimi namshukuru, niko poa kabisa, yani kila kitu fresh tu. Yes, unajua sisi bado kama vile media mpya tungeomba kwanza ujitambulishe kwa wana wa kufahamu. Yo, my guys, kwa majina naitwa Zuma Boy Plan B. So, nipo hapa na mwanangu Biax, tunakiwasha. Yeah, kwenye Vidi Media. Yeah, kwenye Vidi Media, so yeah. Hakikisha unapata update zote hapo. Yeah, usahau subscribe pia kufollow kwenye Facebook, Instagram, TikTok, tupo kama vile Vidi Media Updates. Yeah guys, leo mmeomba tumlete Zuma Boy. Kwa hiyo tupo naye hapa na swali la kwanza ambao watu kwanza wanataka kufahamu, hatukwendi huku wala huku. Tunataka kujua kwanza wewe na Jaydala mlifia nini? Yani straight on point. Umeanza moja straight kwa yani straight, hatutaki kupindisha straight on point. Wewe na Jaydala mmefia nini? Mimi na Jaydala tuliafia chochote cause hajawahi kwa washikaji, maana mkiwa washikaji mtafia. Okay. Hajawahi kwa marafiki, hajawahi kwa best friend, hicho chochote. Yeah. So ndio hivyo. Yani nitasema hajafianya kitu chochote. Ila ni namna fulani tu nataka mrekebisha mdogo wangu, kwa sababu niona kelele nyingi kulinganisha vile zile makava ambao naona yanaposti Jaydala sijui na Zuma. Ndio mama imenikera, nimeamua tu kutoa neno. Tusiwe teko tumegombana na mtu ambao sio mshikaji wangu. Yeah. Nitagombana naye kwa nini? Ila umeongelea jambo ushikaji kwenye muziki hapa Zaleka, unahisi nani ndio mshikaji wako? Kwenye muziki hapa Zaleka? Hamna hata mmoja. Yani una mshikaji hapa? Sina mshikaji kwenye muziki hapa Zaleka hata mmoja. Okay, na unawachukuliaje wasanii wengine hapa Zaleka kama vile Madogo, Brothers au vipi? Zaleka kuna wasanii. Maana ndio unaniambia mimi sijui. Mimi najua nipo mimi tu. Sasa sijui kuna wasanii. Yeah, of course. Afu kwenye kupita hivi tulikuwa tukiangalia, tujaona collab yoyote yani. Wameanza kuimba wasanii wengine. Maana mimi wapo kuna Jaydala, kuna Vangson, Lanideo, Kenzo. Siwajui. Yani haufahamu hata mmoja? Hamna hata mmoja. Mimi najua mimi nao wajua, mimi najua mimi tu. Na mimi tu. Sasa wengine sijui. Labda ukiweka top 5 unaweka Zuma Boy, Boy Zuma, Zuma B na Plan B. Inaisha hiyo. Sasa tukienda sasa kuangalia kwenye facts and numbers, kwa sababu anasema numbers don't lie. Wewe na wasanii wengine ambao sisi tunawajua hapa Zaleka. Je, unahisi kwa upande wa numbers unawafunika au? Unajua muziki kwanza sio numbers. Unajua numbers hizi zinachanganya, maana numbers sasa hivi kuna watu wana boost number. Okay. Unaelewa? Muziki sisi tunaona muziki ni vile unavyoenda mtaani, sehemu yote unapoenda kwenye mabasi, juu kwenye masherehe. Hapo ndio muziki tunaongelea. Ukiangalia muziki numbers babu, na mimi naweza kukaa tu hapa hivi na boost, tunasema hizi views nazilipia na zikaondoka. Lakini muziki tukiangalia muziki tunaangalia muziki umefika wapi mtaani, ukiweka show hivi kweli watu wanapokea nyimbo yako, hapo ndo tunaangalia muziki. Sasa tunaangalia numbers bro, mimi kwenye numbers okay, numbers zipo za ukweli na zingine mimi sizielewi, sizikubali kabisa. Sasa ukiongelea numbers za kweli unamaanisha za kwako ndo za kweli, wengine labda hamna, kuna wengine ambao wanafanya numbers za kweli, sio za kwangu tu, ambao wanafanya numbers kabisa na hizi numbers ni za kweli. Hata wao ambao wanaongelea Jaydala. Nyimbo yake kali, naweza kusema hata namba kiangalia challenge nyingi. Ni nyimbo nzuri, mimi sijakataa nyimbo yake, nyimbo nzuri, lakini shida ni hiyo sasa. Unajua hit song ni bahati. Hit song sio tunakaa tunasema hapa mimi kesho napiga hit song. No, hit song ni bahati. Hit song unaweza kupiga leo hit song, kesho kabisa nyimbo watu wasielewi kabisa. Sasa ukipata hit song jua jinsi ya kushiba nayo. Sasa ukiwa na njaa hiyo ambao mimi mdogo wangu ni njaa hizo ya kusema yani sasa hapa nataka kila kitu yani aonekane mfalme. Wewe baba, wewe kuwa mfalme tu, umeamka asubuhi kwa mfalme. Kuna mambo wamehangaikia paka ufalme huo. So ndio hivyo. Wewe ufalme mama unatafuta hauwezi kawa hivyo. Okay, tulikuwa tunapiga story na Vangson. Vangson anasema kwamba yeye kwenye kiti cha ufalme anastahili. Na wewe umesema eti hujui msanii wote. Je, kwanza umeshawahi kusikia angalau hata ngoma moja Vangson? Hapana, sijasikia ngoma yake yote ile. Nani Vangson? Vangson Boy V. Simjui.
Hamjui? Simjui. Labda mimi naweza kumjua mdogo wangu Jedala, maana naona wanaandika hapo Jedala Zuma Boy Jedala, lakini Vankson tena wewe ni sasa hivi ameanza muziki lini? Ameanza before zamani muda mrefu, na kwa sasa ameachia EP. Hamna, simjui. Hamfahamu. Ila unafahamu mshika picha VMP? Mwanangu sana anashika picha mwanangu. Sasa hivi studio yake iko wapi? VMP ipo maeneo ya Soko. Wewe ndio unamfahamu, maana huyu anashika mapicha na picha zangu hapo hivi na bini zikazichukua. Ni msanii pia anaimba. Ndio najua. Ndio najua. Ila yeye amesema kwamba yeye ndo anastahili ufalme za Leka. Sasa ufalme watu wanaukimbilia. Kwanza kwa ufalme huu ni ufalme gani wanaongelea wao? Sasa wewe unaongelea ufalme gani? Unajua tukiongelea ufalme, example kwanza mfupi. Mimi nimeanza muziki 2020. Okay. Unasikia? Kila mwaka leo hapa tu 2027. 26 26. Kila mwaka mimi na hit song wa mwaka ule. Kwa hiyo ukiniuliza 2021, hit song ya 2021 yako nitakwambia 2022, nitakwambia 2023, nitakwambia 2024, 2025, 2026 paka bado na challenge ya Zogelea lea. Hii ni challenge, sio nyimbo ila ni challenge, ni anayo ni hits. Okay. So mimi kila mwaka nina hits. Sasa hao wasanii nenda kwa waulize kama Vankson, muulize ameanza muziki mwaka gani. Alafu mwambie kuanzia mwaka ule mpaka mwaka kila mwaka kwambie hit song ambayo ilisumbua, hit song yake ambayo ilisumbua kwa mwaka ule. Ana hizo hit song. Mimi naweza kwambia nimeanza na wameshaishaga 2020. Tunaruka 2021 nimefuata na Zuma Boy Leader. 2022 nimefuata na wachana vibaya. Of course. 2024 nafuata na Wadoe. 2025 nafuata na nyimbo gani tena? iPhone. Nyimbo gani? iPhone is the last one. Ameiba tena, nina bishaishaga ni vya zamani na mama nina baba mimi na mangoma kibao ya mwisho 2026 hapa ni iPhone. Sasa miaka yote tano nishamaliza. Sasa naambia wale ambao wanataka uking kila mwaka kutajie mwaka huu hit song yangu ni mwaka huu, hit song yangu ni mwaka huu. Wakimaliza hizo miaka yote mpaka 2026. Okay. Basi nawaachia ufuate. Ila Zuma Boy, kwa ninavyokusikiliza wewe unaongelea kwa upande wa hit song, ila kwa upande wako wewe kwanza ukitaka udefine msanii mkali, useme tu msanii ni mkali na mkubwa. Unampa vigezo gani kwa kuchagua msanii ni mkali na mkubwa? Msanii mkali. Au tuseme msanii mkubwa. Maana kila msanii anajiona kama mkali tu. Tunaongea sasa kwenye usanii mkubwa. Msanii mkubwa kwanza awe na vigezo ambao unajua miaka zinatofautiana. Mimi siwezi kusema toka nianze kupiga hit song mpaka leo mimi nitabaki hapo hapo. Kuna mwingine atakuja na nyimbo kali ambao tunaongelea leo, Jedala atatoa nyimbo kali ambao wao wanajua hivyo. Ina change. Lakini kwa msanii mkubwa au msanii ambao sisi tukikuangalia tunajua mkubwa, umefanya nini? Kuna wasanii wangapi? Unajua mimi zamani kuna wasanii ambao nimewatengeneza mimi kama mimi najua huyu. Wakina nani? Wakina Mind Boy. Wakina D-Boy dogo pale vile. Ni wasanii ambao nimepiga nao. Mimi kuna wasanii ambao nimefanya naye ngoma moja kwa moja amejulikana. Unaelewa? Mimi msanii ambao naweza nikafanya kitu moja kwa moja kinaondoka. Yaani mimi ni chochote kile. Mimi naweza nikaongea hapa neno nikafanya challenge. Yaani mimi ndio maana nasema mimi ni leader. Yaani mimi chochote kile nitakifanya mimi Zuma. Hata kwa sasa hivi nichukue simu yangu hapa niseme tu mimi ndo Zuma Boy, nyote kaeni kimya, inaondoka. Mimi ndo ambao msanii nikwambie, mimi ni msanii ambao nimeleta maneno hata nikisema tafuta hela. Imeondoka. Tutatafutana. Imeondoka. Nini tena mdogo wangu, na maneno kibao nishasema. Imeshaondoka. Unaelewa? Sasa naambia msanii gani ambao ameongea tu neno, sio nyimbo ni neno tu, naamua kusema neno na inaondoka. Unaelewa? Sasa hiyo unajua msanii mkubwa, yani ina maana uko na vitu vingi ambao wewe ukivitoa vinaondoka. Sio tu nyimbo. Vyote vile ukivitoa vinaondoka. Mimi na matukio. Tukiongelea na maisha lifestyle nitawaua. Maana kuna wengine wataacha muziki. Mimi sio poa. Mimi nikiongea mambo mengi tutawaua tu. Maana mimi na matukio mengi sana ambao wao wakikaa nyumbani kwao wanasema huyu tutamwezea wapi? Maana mimi usiponiweza kwenye hit song, yani nitakupiga hata kwenye hata kaneno fulani mimi naweza kukuletea kaneno na kakushare. Kana hit na kanazima. Na nyimbo yako inashuka moja kwa moja inakuwa ni kaneno tu. Ndio hivyo. Unaelewa? Kuna neno ambalo toka hapa hivi usitoe hiyo mimba. Mimi nilikuwa sipo huko, lakini wenyewe unajua hits
Sasa hiyo ndio kwa mkubwa. Ukitoa kitu chochote kile kinakuwa kikubwa tu. Watoto wanaheshimu. Ndio wanakuita mkubwa. Sio mkubwa eti umetoa ngoma moja unakuwa mkubwa. No, haiwezekani bro. Mkubwa fanya kitu chochote kile kiwe kikubwa. Ndio mkubwa sasa. Yaani mkubwa wewe hata ukiusha kiato hivi. Watu wote mbarabara za kurusha viatu wote hapo ndio mkubwa. Mkubwa yaani unatengeneza trend. Mimi natengeneza trend. Yaani natengeneza kitu ambacho tunajua kinaondoka. Okay, mimi nimeongelea hapa hivi kuhusu mdogo wangu Jedala. Nimeongelea hapa tu. Sasa cheki kuongea kwangu tu. Dunia imesimama yote. Dunia imesimama. Watu wote tunakutafuta. Nakwambia kwa sasa hivi paka na challenge ya maneno yangu. Haujaingia challenge zipo. Ya maneno ambayo nimeongea tumekuwa na challenge. Sasa niwaambie nini zaidi? Sasa nani mfalme sasa? Kama ni rahisi wengine wasanii waongee na wapane TikTok waongee alafu dunia isimame. Dunia itaendelea lakini mimi nikiongea dunia inasimama kwanza. Kuna nini? Of course. Kuna jambo ambalo pia linasemeka kwa upande wa mdogo wako kama unavyomuita Jedala ya kuwa ni mtu ambaye ana trendi kwa kuazima nguo au mavazi mpaka kwenye kushuti nini. Unahisi hiyo ni kweli au anamzingizia? Hiyo kawaida na najui kama hata zile nguo anatembea nazo za kuazima. Na najui. Kwani hiyo naomba paka tuulize maswali. Wasanii wote ambao nawaona hapa hivi, huu Muiza Leka 100%. Maana wao ndio wanajua, mimi siwajui lakini mimi gisi nasikiaga naonaga kwamba nguo zote wanavaaga zile manguo zote zile utakuta mshikaji fulani anaunganisha kwanza kiato sijui kama ni hii ya juu nini anaunganisha hapo hivyo anavaa. Unasikia ndio maana unaona video yake mwanzo ya video mpaka mwisho, yani kitu chake kwenye hiyo video ni mwili wake tu. Vyote mimi nakwambia ukweli, ni mwili wake ndio ilikuwa kitu chake kwenye hiyo video. Vyote vile ni vya watu. Kifupi video na umeiona? Video nimeiona. Video kwa nini sione video? Sina naangalia siku ananitagi. Hiyo video kwanza na video kwenye YouTube kanitagi hapo Zuma inabidi nione. Yaani mpaka fanya chochote inabidi anitagi mimi. Sina kwambia. Mimi nimeiona video lakini kwenye vitu vyote vile kitu chake ni mwili wake tu. Basi vyote hivi ameazima. Mwanangu Bless tu unajua nyimbo ya kwetu hii. Wewe utaonekana kwenye video. Unaona watu ambao kwenye video wale. Nguo zao wale wote wamemchangia wote ili waonekane kwenye video mshikane yapendeze. Unaelewa? Sasa kwa engo hiyo kuazima nguo au hujawahi kuazima nguo? No, mimi sio kuazima nguo. Mimi unajua kuna kuazima nguo na kuna kukodi nguo. Unaelewa? Mimi nimefanya video yangu ya iPhone hapa nimechukua kama ni budget kubwa sana. Utauliza madirector, maana madirector watakupatia huko. Basi tukiongea hapa watamwambia udo kwa anajibrand huyo. Unaelewa? Mimi kuna kuazima nguo alafu una kodi nguo. Una kodi unaenda kwa design ambao yeye kazi yake. Hata akina Diamond unaenda kwa watu ambao wana nguo zao. Hela hizi nataka nguo za seti fulani. Na hizo nguo msanii akizivaa uweze kaziona tena anazirudia msanii mwingine. Yaani zimeisha labda ziwetu kwenye biashara nyingine. Sio kuingia kwenye video mshikani anatembea. Sasa hizi zetu za huku hivi. Hiyo kwenda kutafuta kama ni designer wapi kukodi nguo. Kuna mdogo wangu mwingine Kenzo. Kenzo ni mtu ambaye anakodi nguo kabisa. Yaani tunaenda kabisa naye anaita designer na anakuja na mabegi. Wewe mdogo wangu naye pia. Wewe mdogo wangu. Wewe sio kingi. Wewe mdogo wangu kingi wapi? Kenzo naye atakuwa kingi jamani. Mwache kupandisha wa kila mtu hivyo. Huyo kweli akifanya video anakodi nguo. Anakodi nguo kabisa, nalipa hela, begi zinashuka. Maana mimi nishakuwa kwenye sex yake ya video ambayo alitoa fulani hapa nilikuwepo. Anakodi. Nataka madogo kama wale. Unaelewa? Kufanya kitu kama na hivyo ndio dogo wana spend. Sio mwanangu keki hatu niko nayo hiyo siku ile. Wewe ndio nacho. Na hiyo t-shirt yako usisahau mwanangu. Asubuhi msanii ameshaamuka asubuhi kama sijoteka ni masenker. Ashaamuka na mgongia ni leo ndio video sasa hiyo nguo sasa vipi nakuja sasa mchunga msanii gani alafu mwisho unakuwa unapiga ngoma inatoka mimi ndio king. Unajua gharama zetu sisi watu acha bongo na watu wengine nikiongea maisha lifestyle ya ukweli wataacha muziki. Ila hatuko kwenye lifestyle. But another thing ambayo ningependa kwanza tugusie ni ngoma yako ya iPhone ambayo tumeona imetoka hapa karibuni na ni ngoma of course inafanya vizuri. Na kwanza challenge zilikuwa zipi kwanza kufikia mpaka kwa challenge ya iPhone?
Okay. iPhone ngoma imekuja kwa vibe. Kwanza iPhone tulikuwa hapa na ule dogo. Na dogo pale vile mdogo wangu lakini dogo namkubali sana. Dogo ana talent ndo level za wajedala wale. Unasikia ni madogo ambao ukimwona muonekano afadhali atakuwa msanii lakini ana kitu ndo wajedala. Kama wajedala ndo level zao. Maana ukimwona hapo utahisi kama huyo dogo ni mchezaji wa mpira au analimaka au ni lakini hakuna kale ka talent kama kajedala ndo wanafanana na ule. So huyo dogo idea ilianza tupo magetoni, idea ikaja tu. Kwanza verse ya kwanza hiyo baby one ndio kipenzi cha huyo dogo ndo alileta huyo. Kamsikiza dogo mbona kama kuna kitu hapa hivi. Alafu na sisi wa technician zaidi. Wao dogo anaweza kuwa na kitu, akijua kama kitu ni kikali. Mimi nikakisikiliza kaongezea hapo hizo ma iPhone hizo manini ngoma ikaja kutoka. Kwa hiyo ngoma ikawa hivyo. Baadaye nikawa naisikiliza muda wote. Hata kitu kikali na kisikia tu muda wote lazima kinaanza kikaondoka hivi. Kwa hiyo ikabidi niwekeze akili, niwekeze hela nini ngoma nikaachia ngoma ikaondoka. Na mimi ndo msanii pekee. Naweza nikaimba lugha zote. Mimi ndo msanii naweza nikaimba Kibembe, naweza nikakufuata au Kifulero chako na kupigia, nikakufuatia Kirundi na kuchapia Kirundi, Kinyarwanda. Yaani mimi nakupiga kivyo vyote vile. Napiga miguu yote. Yaani mimi miguu yote, mimi kama Messi, mimi hivyo vyote vile mimi nakwenda kufunga tu goli. Hauna engo. Baba, mimi hata niko hivi naweza nikarusha hivi goli inaingia. Kwa hiyo kivyo vyote vile. Wale wasanii waweze kubadilisha lugha. Wanaweza kaimba lugha 2 3 imeishia hapo. Mimi naweza kujiconcentrate. Nyimbo yangu inaichapa hivi. Na au nimeimba Kibembe. Na ukisikia Kibembe kinavyo sound kwenye sikio unasikia vipi kapitia pi Baraka au ni hivyo. Tunaweza kwa hiyo ni vitu vyetu. Okay, na challenge zilikuwa zipi mpaka ufikie ku drop hiyo ngoma iPhone kama ulipitia changamoto ilikuwa nyingi sana. Unajua muziki huo. Unajua muziki kitu kingine mashabiki wao wanajua. Unajua msanii paka atoe muziki ambao tunaona si kwenye YouTube kuna changamoto nyingi sana ambao tunakutana nao si wasanii. Unajua kuna muda mpaka unafilisika lakini huwezi kusema. Unajua kutoa kitu ambacho unajua muziki ambao tunafanya Zaleka ni hasara. Ni muziki ambao utuingiziki chochote. Hata muziki upige viewers, muziki kabisa mpaka sijui kama ni chako unafanya challenge. Kwenye account mnasoma 00 tu. Amuingie chochote kile. So unakuta una invest vitu vingi, una invest muda wako, una invest hela, una invest energy lakini upate chochote. Alafu kuna mtu fulani atawapo magetona anakuja anaandika message hapo kuponda ngoma sasa. Ngoma gani? Ngoma Kisenge. Ngoma ya Kisenge, ngoma umeenda kushuti kumuzi. Unaelewa? Hawajui hata hiyo muzi hiyo kabisa bro. Paka utoe wale watu wote wapeleke kumuzi. Unajua kila mtu ana kazi zake, mtu anataka apendeze, wanawake wanataka kuwalipia wale. Yote vile ni wewe tu msanii inabidi utoe. Hatuna manager. Kama mimi sina manager, mimi peke nasema mimi ndio manager. Mimi nafanya kitu changu mimi peke. So changamoto ni nyingi sana ambazo tunafanya sisi wasanii. Kuna muda paka sasa ukikaa video na ukikuja kusoma comment sasa ya watu ambao wangekusupport wewe wanakuponda. Unaamua niache tu muziki. Unaelewa? Unaanza niache muziki alafu tena wakumbuka sisi wasanii ambao tuna jamii na tuangalia. Yaani kioo cha jamii. Kioo cha jamii sasa. Sasa kuacha tena muziki na kuwa ngumu. Mimi naweza nikasema leo nisiache muziki. Yeye mtanitafuta paka na interview tu. Fanye interview. Sasa ile yote mimi nakwepa. Unajua hata mwenyewe nimekuzungusha sana. Naona mimi nitasema nini? Changamoto ni nyingi sana. Of course ila poleni sana. Ila kuna jambo ambalo ilikuwa ni jana tulikuwa tunapiga story na Cyborg. Sijui kama unamfahamu. Cyborg. Rapper Cyborg. Mimi marapa siwajua. Maana muziki wa rap siufuatilia sana. Okay, basi utamintroduce. Cyborg ni mfanya hip hop hapa Zaleka naye anajiita kama ndo mfugaji wa magoats hapa Zaleka. Kuna jambo ambalo ameliongea kwamba wasanii wengi Zaleka huwa wanaegamia upande wa YouTube. Hawaegamii sana upande wa Apple Music, Spotify, nini na of course tumefuatilia Zuma Boy, tumekuta pia una wimbo huu moja kwenye Spotify na all digital platform. Why inakuwa hivyo? Okay. Unajua sisi ndio maana sisi tunakwambia sisi ni legend kidogo. Sio legend sana ila kidogo. Kwa sisi kipindi ambacho tunaanza muziki, tulikuwa tumechelewa sana kwa hivi platform sijui ma Spotify sijui manini. Unaelewa? Kipindi ile mimi nakwambia muziki wangu kwanza nilienda kwenye platform ya director. Yaani zamani tulikuwa ukishuti video unampatia director na post kwenye YouTube yake. Okay, nyimbo tena nyingine ukishuti kwa huyu kama kwa Fispro iko na video yangu mimi kwenye account yake. Madirector kama 4 wapo na video zao zipo kwenye account zao. Kwa tulichelewa sana.
Kwa ikatokea kipindi sasa mimi kusafiri unakutana na watu akili inafunguka. Kwa hiyo inabidi kumbe na platform zingine nifungue. Kwa hiyo nilifunguaka hiyo platform ambayo kuna hiyo nyimbo Nielewe. Nielewe. Ipo huko. Nilifunguaka ilikuwa ipo Tanzania. Sasa wakati ya kufungua hiyo nikaja kukuta na YouTube yangu ikafungua hata YouTube nyingine mpya. Unaona kwa aliyonifungulia kama vile amezingua vitu yani hivi. Na kwa kama mtu anaingia YouTube anakuambia mbona una account mbili? Kwa account yako ni ya wapi? Nikaona ni ya Yusho. Ikabidi ni cancel hiyo account hiyo. Kwa hiyo nika cancel, nikabaki tena na YouTube ile. Na hapa hivi kwa ngoma ambayo nitaachia hapa hivi itakuta kwenye platform zote. So ndo kama hivyo. Ndio maana watu sisi tulichelewa, ndio maana hata uwezi kaingia ukakuta nyimbo zangu zipo hapo nyingi. Maana si kidogo tulichelewa bro. Yaani sisi tulianza huko kabisa ambao hizi TikTok tulianza kuhangaika. Kuhangaika ni edition. Kipindi kile ni mwendo wa flash tu na unaenda unasambaza. Unasambaza mwenyewe alafu na kama geto unasikilizia na atakuplay. Unaelewa? So ni mbali. Thanks sana. Ila tumefika ukingoni wa interview yetu na unaweza kuachia mashabiki neno la mwisho ili wakusikie na wakufuatilie zaidi. Kwa mashabiki wa Zuma Boy, this your boy KA Zuma Boy Plan B. Ngoma mpya inakuja. Tusapotiane. Mikwaro unajua sasa hivi TikTok kuna mikwaruzano hapo hivyo, sio mikwaruzano. Kuna mdogo wenu anautafuta upepo ila mjue na kuna upepo ambao nimewaandalia tunawaletea. Usisahau kufuata media yetu ambayo inaita VD. Ndio hivyo, sijakosea. So mkuepo mtanipata hapo hivyo. Hakikisha una subscribe na like na comment. Thanks guys. Hapa ilikuwa ni Mdugeno Biax Pictures exclusive interview. Shout out kwa Arabino, shout out kwa Daniel Lion Bengo. Kufollow, kusubscribe guys. Thanks.